Zima. Ramadhani nasemaje? Sasa ilikuwa inafuatia. Vipi lakini uko poa? Niko poa. Umependeza bado. Asante. Hili ndio inaenda kama baibu au habari? Hili ni tunasema dash dash. Sio baibu na habari dash dash tofauti. Okay, sawa, leo tumekutana kwenye iftari hii leo hapa kwa furaha. Ilikuwaje mwaliko kupata Uislamu au kwamba wewe ni Mkristo kwa Yaani mwaliko yategemea wewe Muislamu, Mkristo, mwaliko ni mwaliko tu ndugu yangu. Kwa sababu yani msikia tu raha kuwepo hapo na watu kama nyinyi na utoboost. Yeah. Moja interview yako ilionekana ukisema kwamba wewe mwezi huu wa Ramadhani haufungi kabisa. Hivi unajisikiaje unapopata invitation kama hizi labda kwamba kuja kufuturu? Hii angalia kama unafunga ufungi, hivyo vitu ni personal vya mtu. So yani mwaliko ni mwaliko. So kusema kwa vile ufungi usije kufutari hapana. Leo ni chungu cha ngapi? Sijui babangu. Kwa sababu Ramadhani imekuja na mwezi wa Kwaresma. Wewe ni Muislamu, ni Mkristo? Mimi ni Christian. Yaani nimeelewa sana kwa Uislamu. Sasa ukiniambia chungu cha ngapi? Nimeambia tu cha 10 kitu kama hicho. Kwa mimi naenda huko. Na kwa Wakristo kwa maana ya dini yako? Sifungi kutokana na vitu ambavyo viko nje ya uwezo wangu. Sio kusema nafunga afu yani nitakuwa nashinda na njaa. Haiko ndani ya uwezo wangu, yani viko nje ya uwezo wangu na maana sijafunga. Kwa hiyo Ambalulu wewe umefunga nini hapo? Umefunga kula au umefunga nini? Mimi nimefunga tu vitu vingine vidogo ambavyo naona nimefunga. Vitu vingi. Labda wewe unatumiaga njia gani hasa kuongea na Mwenyezi Mungu wako labda kwa sababu asilimia kubwa tunajua kama Kwaresma au Ramadhan ni miezi special ambao kumrudia Mwenyezi Mungu kama ulikuwa unafanya madhambi kidogo unapunguza, unamuomba toba. Wewe unakuwa unafanya vipi kuwasiliana na Mungu wako? Mimi nawasiliana na Mungu kila siku. Kila muda na kila wakati. Haimaanishi kwamba kwa lazima ndo niseme niwe mtukufu sana au ndio hivyo sana hapana. Mimi Mungu wangu naongelea kila siku kwa wakati wangu mimi hapa. Yeah. Umechapa dash kama ulivyosema. Gharama yake imekuwa ni shilingi ngapi mpaka umetokea hapa Furaha FM? Hii 2.5 tu Dubai collection. Na makeup yako? Isu 50 tu bure maana mimi naye. Nitasahau kidogo hapo. Kuna baadhi ya watu huwa wanasema kwenye mitandao ya kijamii wanaoalikwa kwenye iftari mara nyingi mavazi makali, usafiri mkali, makeup kali na vitu kama hivyo, yani wanajiweza. Kwa upande wako comment yako ni ipi? Kwa hiyo iftari sio kama leo nitakwambia lipstick 3. Sio kama kujiweza, yani unapojikuna, yani unajiweza unapojikuna. Sio kwamba eti tukavaa dash juu nini kafanya, hapana. Iftari ni iftari, kwa Waislamu wanaelewa. Kwa hiyo unaweza kuvaa chochote ambacho unaweza kujistiri. Hiyo ni imani yao tu. Kwa hiyo yote inaweza kaalikwa. Yote, ni wewe yote. Neno lako wewe kwa usiku wa leo na kupokea kwako mwaliko huu ni lipi? Tunafurahi kwa hapa pia, unajua mpaka umealikwa na maana wewe ni mtu special. Tukajumuika na wenzetu. Tupate si chungu cha ngapi naijua jamani, chungu cha ngapi? 27. Hiyo jamani. Kwa hiyo umealikwa kwenye iftari hata chungu bado hujajua ni cha ngapi. Jamani nimealikwa. Wewe kufuatilia mwaliko. Neno la mwisho umesikika kwenye interview tofauti ukisema kwamba wewe hapo sio muhudhuriaji wa iftari kama hizi. Hebu niambie leo imekuwaje mpaka ukapata huu wasaa wewe wa kuhudhuria kwenye iftari na tumezoea sio mtu ambaye kukuona kuhudhuria kwenye events kama hizi. Sasa ndio umeniona ndo maana kwanza basi nipigeni makofi tafadhali. Amba. Tumwai mufti jamani ule mshabiri. Kwa kumalizia. Tumeona ndugu yako Gigi ameweza kuachia ngoma zilizo tofauti hapa lakini leo pia kaachia video. Lakini kuna comment nilikutana nayo wakisema kwamba Gigi hajui kuimba angalau hata Ambalulu ni mkali. Hivi ukutana na shabiki kama huyu unaweza kumwambia kitu gani? Kwenye uwezo wako. Nikwambia kitu, kila mtu anafanya kitu kwa uwezo wake. Yeye ndo kaona hivyo. Lakini yeye mwenyewe hajaamini kama anaimba. Sasa hiyo comment mvunje mtu mmoja. Wanaojua kwa wapi na ambaye hajui kwa wapi. Wanasema Gigi ni mkali kwenye reality show kuliko muziki kuimba. Yaani kwenye muziki wewe umempita, umemmeza. Basi itabidi wamshauri aende kwenye reality show. Wewe kwa muonekano kwa maono yako wewe msanii. Mimi sijai kuona chochote kwa sababu sifi chochote. Sijai kuwa mfuatiliaji wa nyimbo za Gigi. So sijui. Unaona Gigi kwa sasa hivi mpoje? Tupo sawa kama unavyotuona. Tuko sawa. BFF kama zamani. BFF ni vitu gani? Ni mwanangu wewe. Tunaonana, tunasalimiana kama hivyo. Lakini ukubali muziki wake. Si ukubali kivipi? Yaani kama ni ukubaliji. Unampa asilimia ngapi kwenye uwezo wake wa kuimba? 60. Kwa nini hizo 40 zimeko pembeni? Si mimi naona tu 60, sasa 40 sijui sababu.
Sawa, wewe vipi hatuoni project zikija back to back au kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani? Umeshajibu hapo, ni mwezi wa Ramadhani ndugu yangu. Kwa hiyo tutegemee baada ya Ramadhani. Yani wewe subiri uone, sitaki kuongea sana. Amba ni describe mwanaume kama neno yani nielezee mwanaume. Unaona mpango gani sasa hivi na kuhusiana na mahusiano na wanaume? Hapana. Kwa sasa hivi wanaacha tulie kidogo. Yaani kwa sasa hivi nipumzisheni, kimetumika sana, nipumzisheni la maana jamani, nipumzisheni. Kila siku tuko wanaume, hamna story nyingine. Kwa hiyo single. Niko single, afu futari inaisha huko. Kwa hiyo